Ndiye anasema kabla haijawajilia siku ile mbaya, yani Sunday leo ikipitishwa, persecution ndio itakuja. Halafu jambo la tatu, baada ya persecution, hasira kali ya Bwana itawajia. Yani ni mambo matatu. Kwa hivyo unapokaa kwa dunia, elewa kuna jambo tatu ambayo itafanyika. Amri itatangazwa ya Sunday law, hiyo ni number 1. Wakati inatangazwa, Wakristo wa Sabato ambayo wanashika kweli wataanza kupitia mateso, na wakati wanapitia mateso, hasira ya Bwana itakuja ambayo ni mapigo 7 ya siku za mwisho. Hawa watakaowatesa watu wa Mungu, Mungu naye pia naye hataweza kuwaadhibu watu hao. Yani hakuna mtu ataenda bure. Ndiye anasema tujikusanye kabla haijazaa ile amri. Sasa Mungu akatuambia hivi, jambo hilo si la kutupatia wasiwasi. Kitabu ni cha Naumu 1, piga aya yake ni ya 9. Naumu 1 aya yake ni ya 9. Maandiko inasema nini? Mnawaza nini juu ya Bwana? Ni swali inaulizwa ya kwamba tunawaza nini juu ya Bwana. Twende. Yeye atakomesha kabisa lini? Mateso hayatainuka mara ya pili. Nataka kusikie, hata kama amri itazaa, Bwana anauliza tunawaza nini juu ya Bwana, kwa maana mateso hayatainuka tena mara ya pili. Kumaanisha kuna kipindi Yesu anakuja na atamaliza mateso, hayatainuka tena mara ya pili. Teremka na andiko mpaka mstari wa 10. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana, ndiyo, na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao, endelea, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Watu hawa wataliwa kabisa kama mabua makavu. Ndiyo, ametoka mmoja kwako aniaye mabaya juu ya Bwana. Ndiye anauliza, kuna mmoja alitoka ambaye anania mabaya juu ya Bwana. Sasa Mungu anasema tunawaza nini juu ya Bwana? Mateso hayatainuka tena. Kumaanisha kuna wakati unafika ambaye hii mateso watu wanateseka, Mungu atamalizana nayo. Mateso hayatainuka tena. Kwa hivyo kuna jambo mzuri ambaye Mungu ametuwekea, ya kwamba tusiwaze juu ya Bwana, maana hii mateso ambayo ililetwa na Ibilisi, Bwana ataweza kuimaliza. Hiyo Naumu 1, piga yake ni ya 3. Yani Bwana atamaliza mateso, hayatainuka tena. 1:3 inasema nini? Bwana si mwepesi wa hasira. Ndio swali. Bwana si mwepesi wa hasira. Twende. Ana uwezo mwingi. Hako na uwezo mwingi. Wala hata mhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Mtu muovu hakuna siku ambaye hatahesabiwa ya kuwa hana hatia. Ndiye anasema ya kwamba Bwana si mwepesi wa hasira. Mungu angekuwa mwepesi wa hasira, angemuua Shetani, na angekuwa mwepesi wa hasira, angemuua Eve wakati alikula tunda. Lakini Mungu si mwepesi wa hasira. Yeye anakupatia nafasi ya kwamba wewe, hata kama ulimuasi Mungu, anakupa nafasi ya kuweza kurekebisha. Ndiye anasema ya kwamba Bwana si mwepesi wa hasira. Yeye akasiriki hivyo? Hapana. Maana wengi wanauliza, mbona Mungu hakumuua Shetani? Bwana wetu si mwepesi wa hasira. Na kwa vile si mwepesi wa hasira, ni jambo gani analifanya? Kitabu ni cha Isaia 28, piga yake na 21. 28:21, kitabu ni cha Isaya. Maandiko yanasema nini? Maana Bwana ataondoka kama vile katika mlima Perasimu. Nataka kusikie,
Biblia inasema Bwana ataondoka mwenyewe. Kuna wakati unafika hata tumana. Saa hizi Bwana anatuma malaika na anaongea na manabii na ameongea na mitume. Sasa kuna wakati Bwana ataondoka mwenyewe, yaani mbingu itabaki imenyamaza kwa dakika 30. Yaani mbingu itanyamaza. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana mwenyewe ameondoka. Na akiondoka anafanya nini? Teremka na andiko. Bwana ataondoka kama vile katika mlima Perasimu. Ndiyo. Ataghadhabika kama vile katika bonde la Gibeoni. Kumbe akitoka ameghadhabika. Bwana anatoka na ataghadhabika. Teremka na andiko. Apate kufanya kazi yake. Ndiyo. Kazi yake ya ajabu. Na kulitimiza tendo lake. Ndiyo. Tendo lake la ajabu. Kumbe Bwana anapotoka anakuja kuifanya kazi yake, ambaye kazi yake ni ya ajabu. Bwana anakuja na kufanya kazi yake. Ni kazi hipi ambaye Bwana anatoka hakuje kuifanya? Unajua saa hizi Bwana hajaondoka, bado ameketi kule mbinguni, lakini Biblia inasema ya kwamba wakati unafika Bwana ataondoka na akuje kuifanya kazi yake, na kazi yake ya ajabu. Sasa tunajiuliza, hii kazi ambaye Bwana anaondoka akuje kuifanya ndiyo kazi ipi? Kitabu ni cha Zaburi. Zaburi 119 aya yake ni ya 126. Angalia pale. Bwana ataondoka na ataifanya kazi yake, na ni kazi yake ya ajabu. Maandiko yanasema nini? Wakati umewadia Bwana atende kazi. Nataka kusikie. Biblia inasema ya kwamba wakati umewadia Bwana atende kazi. Kwa nini? Kwa kuwa wameitangua sheria yake. Kumbe watu ambaye anakuja kuwatendea kazi ni wale ambao wameitangua sheria yake. Ndiyo maana nimeyapenda maagizo yako. Tulia pale. Yaani wakati umewadia Bwana aitende kazi. Kwa nini anaitenda kazi? Ni kwa sababu watu wameitangua sheria yake. Kwa hivyo kitu ambacho kitamtoa Mungu mbinguni ni kwa sababu watu wameitangua sheria yake. Watu wamevunja sheria yake. Ndiyo maana Bwana anakuja na aweze kuifanya kazi yake ya ajabu. Wapendwa, ndio ujue Mungu ni kiasi gani hapendi watu wakiitangua sheria. Mungu ameshikilia sana ya kwamba amri zake ziweze kutunzwa, ikiwemo ya Sabato. Wakati unavunja, elewa ya kwamba kuna ibada ambayo itasimamishwa, ambayo ni ya Jumapili. Watu wote watalazimishwa wafanye ibada siku hiyo, na ndio Mungu anakasirika kwa sababu watu watakuwa wameitangua sheria. Bwana atatoka mahali pake na atakuja ili kwamba haweze kupambana na wale watu ambao wameitangua sheria. Wameitangua kwa njia gani? Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo 18, piga yake ni ya kwanza, uteremke polepole. Inasema nini? Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Ndiyo, mwenye mamlaka kuu. Kuna malaika ambaye Yohana anamuangalia, ameshuka kutoka mbinguni na ako na mamlaka kuu. Twende. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Soma. Akalia kwa sauti kuu akisema, nini? Umeanguka, umeanguka Babeli. Umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Ndiyo. Umekuwa maskani ya mashetani. Babeli amekuwa ni maskani ya mashetani. Twende. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila roho mchafu. Twende. Na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Wapendwa, ati Babeli imekuwa
ni maskani ya roho mchafu, yaani uchafu yote inapatikana Babeli. Na tukaangalia maana ya Babeli ni mchafuko. Ndio maana Mungu aliweza kuangamiza watu pale Babeli. Ndio Mungu aliweza kubadilisha lugha za watu. Maana ya Babeli ni mchafuko. Hebu tuende Mwanzo 10 aya yake ni ya 8 kwanza. Mwanzo 10 aya yake ni ya 8. Tuko na Babeli ya kiroho na tuko na Babeli ambayo ilijengwa na Nimrod. Mwanzo 10 aya yake ni ya 8. Si usome andiko. Kushi akamzaa Nimrodi, Ndiyo. akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Twende. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Na Nimrodi alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Twende. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, Ndiyo, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. twende. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi ulikuwa ni Babeli. Wapendwa, kwa hivyo Nimrod likitukua Nuhu. Wakati Nuhu alikuwa na watoto watatu, kuna mtoto ambaye alimpata akiwa uchi, akamchekelea. Badala ya kumfunika akamchekelea. Mtoto yule akalaaniwa. Wakati alilaaniwa, akazaa mtoto akamwita Nimrodi. Yalishema akazaa mtoto akamwita Nimrodi. Nimrodi alikuwa anawinda wanyama, na kwa sababu baba yake aliweza kuhasi, akamcheka baba yake akiwa uchi, akalaaniwa. Laana ile ikafuata mjukuu wake, akajenga Tower of Babylon, akajenga mnara ambaye ni mkubwa 11. Maana kujenga alikuwa anasema nini? Ufunuo Mwanzo 11 aya yake ni ya kwanza, inasema nini? Nchi yote ilikuwa na lugha moja. Zamani nchi yote ilikuwa na lugha moja na nini? Usemi mmoja. Twende. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, Soma. waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakaona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Twende. Wakakaa huko. Soma. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tuyachome moto. Twende. Walikuwa na matofali badala ya mawe. Walijenga nyumba kwa matofali badala ya mawe.